MBH Ministry. Yaani nimeguswa nikupigie kama nina ujumbe wako nijue hali yako ni. Ukashangaa imekuaje? Na sikutaka kumwambia baba kwamba mimi napitia katika hali gani. Baba akaniombea, akaniambia tuombe, tukaomba. Akaniambia kuna hataki tunakufuatilia kutokana na hiyo kesi yako. Basi mimi akaniambia kinachotakiwa yeye ni kuamini mwanangu na kuondoa hofu. Basi mimi nikapumzika zangu na wakati baba ameniombea kwa hiyo nikaamka nikawa ni mzima, hata ile hali ya pressure sikuisikia. Lakini majira saa 12:30 jioni umeme ulikuwa umekatika kwetu. Sasa nikawa mzito nikasema ngoja tu niingie chumbani nikae ndani. Kwa hiyo nikawa nimejilaza, lakini baadaye kuna simu nikawa nimeipokea. Hivi unasikia ushuhuda? 12:30 ya saa 1. Unasikia ushuhuda huu dada? Na usikia vizuri? Endelea. Ya, saa 12:30 kuelekea kwa makini. Kuna simu nikawa nimeipokea. Ile simu ikanilazimu, yaani nikawa kama nimepata nguvu inaniambia kwamba kaa usilale. Kweli nikawa nimelala, lakini huko wakati naongea na ile simu yangu pia nilikuwa nimewasha tochi. Sasa kuna kitu kama kinaniambia kwamba angalia mlangoni. Kuangalia mlango wa chumbani kwangu ambao ni hauna uwazi chini, lakini pia niliweka kitu cha ziada kama kitambaa kwamba asipite mdudu yoyote. Na milango yangu ya nje yote nimeifunga. Nikaona kama kuna kitu kinatembea. Nikapuuza mwanzo, nikasema maybe anaweza kuwa ni juice. Lakini kuna nafsi ikawa inaniambia hapana, mulika vizuri, kuna nini? Kumulika nikaona nyoka. Nyoka ambaye anapita katikati ya mlango anaingia kwangu anapambana. Yaani asilimia kubwa ile nyoka alikuwa tayari ameshaingia chumbani kwangu. Nikasema huku ni giza. Sitoweza kupambana kwa sababu anaweza akaniataki. Nitafute msaada, nitoke tu niweze kutoka hapa mlangoni kwangu. Na kweli nikafanikiwa nikatoka mlango wa chumbani ule. Imagine nafungua ule mlango, yule nyoka yuko pale pale katikati ya mlango. Mimi nikatoka nikaenda nje nikaomba msaada. Kweli kuna mtu